We want to say sijana Mungu kama wewe. Waheshimiwa wote kutoka kwa MP, senators na Senator Medhu, mimi nilikuwa rafiki ya baba yake. Na Biblia inasema usiwashe rafiki yako na rafiki ya baba yako, na uliniwasha sikuonana. Na asante sana kwa sababu ya kila mmoja wenu. Na mimi nimekuja hapa niwaongoze katika neno kidogo. Neno hilo nikimaliza kwanza kufanyika mkutano hapa. Mimi sidhani tumewahi kufunga barabara pande hii. Tukasema ni mkutano tunafanya. Lakini nilikuwa ninakumbuka miaka ya 80s. Nilikuwa kijana ambaye anafanya kazi ya insurance hapa. Na tulikuwa tunazunguka huku. Wahindi siku hiyo ndio walikuwa wanafanya hii. Wanafunga river road kutoka juu mpaka chini. Halafu wanakuja na baba yao kutoka kule India, mhubiri wao wanakuuza. Sasa mimi sija kuja hapa kucheza na shetani, nimekuja hapa kuambia we can change the temperature of businesses in Nairobi. Na tunaweza kufanikiwa katika biashara zetu Nairobi. Na tunaweza kufanya biashara bila kurogwa. Ati unakuja kwa biashara unakaa hivi unaona Nairobi imeanza kusukuka hivi. Tumekataa katika jina la Yesu. Nimesikia biashara zingine hapa ukikuja asubuhi unakuta powder imemwagwa, na unajua hiyo powder ni watu wale wamekufa wanasiagwa, hiyo powder wanatumia kuroga watu. Wakimwaga kwa biashara yako, okay kanyanga unaanza kupanga kuondoka, na unaondoka haraka iwezekanavyo, ni kama unafukuzwa. Wengine wameniambia wamekuta damu hawajui ni ya nani na ni ya nini imemwagwa kwa biashara. Hizi vitu zote ndio zimefanya tuinuke katika jina la Yesu. Na tuseme biashara ifanywe fairly bila kutumia nguvu za giza. Haleluya. Na tukifanikiwa katika biashara, watoto wetu tukumbuke wako shule. Na wote maono yao ni kwenda wapi? Nairobi. Mimi ninahubiri kwenye mashule na nikiuliza watoto wote, mkimaliza shule utaenda wapi? Watu wananiambia Nairobi. Ninahuzunika. Saa hii nikikumbuka wale watamaliza form 4 na unajua wote wataingia hapa. Wale wote wako university ni hapa. Na kila mtu kwa kijiji ndio uheshimiwe. Lazima useme mimi naenda wapi? Na Nairobi hiyo ndio hii tumerogewa. Ni Nairobi ndio hii, umekuja mtu amekuletea kitu ukishika hivi unaanza kungojeka mikono for nothing. Hii Nairobi ambaye mtu anakuja hapo kwa duka yako anakupatia, anakuomba pesa kidogo, anaenda anazifanya uchawi, alafu unaanza kungojeka, biashara unaanza kuachana. Nairobi ambaye unaajiri mtu kazi. Kama mzee mmoja wa matatu alikuja akaniambia, uniombee sana, nilikuwa nafikiria nimeokoka vizuri siwezi kuua mtu. Lakini vile nimesikia bado naweza kuua. Nikamwambia sasa unataka kuua nani? Akaniambia dereva wako. Dereva wa matatu. Nikamwambia dereva unamuua kwa nini? Akaniambia amenunua matatu na yake ni mpya kuliko yangu. Amepata wapi pesa? Na kweli tulipomuuliza alisema alitumia nini? Akili ni wizi. Mzee anatoa pesa jioni hajui dereva kwa hii barabara kama vile tulimwaga kwa barabara nyingine pale. Tutangaza ya kwamba any witchcraft done against us is nullified in Jesus name. Biblia inasema there is no enchantment, there is no witchcraft against Israel. Watu wa Mungu wasilogeke tena katika jina la Yesu. Tusidane biashara kiakili lakini sio kiushawi. Sasa mstari wa 14 umetuonyesha hatari ya biashara bila Mungu. Na umetuonyesha kwamba kitu cha kwanza kinafanya tuhitaji Mungu katika biashara is tomorrow, because we don't know tomorrow. Hatujui kesho itakuwaje. Number 2, tumeona unajua unaweza kufanya kazi tu ukifanya kazi vizuri, kumbe naye watu wamekaa chini, kesho ukute watu wote wa KRA wametumwa na kwako. We don't know tomorrow business. Now tomorrow can change what people want and you are left with dead stock. Ile tumeambiwa na Bishop hapa. Kunaweza kubadilika hivi tu ukuta ile vitu yote uko naye. Haitakikani Kenya tena. Unazipeleka nyumbani, unaziweka, unashindwa kufanya nini. Hata kuna mtu aliniambia atachoma vitu zake zote. Kwa hivyo ningependa nimwambie
ya kwamba kesho ndio inafanya tuombe Mungu, maana hakuna mwanadamu ana uwezo wa kujua kesho itaamkia na nini hapa City. Tulipokuwa tunaombea watu hapa habari ya maduka, nilikuwa nimepaki gari yangu hapa Rudhuri Avenue pale chini kabisa. Alafu vijana sijui walitoka wapi, walianza kuvunja gari zote vioo kutoka juu mpaka chini. Wakakuja wakakuta yangu, walipiga na mawe mingi, mawe saizi hii, lakini haikuvunjika hata kioo. Wakati nilitoka kwa kanisa ndani, mfanya biashara mmoja aliniuliza, tuambie umefanya gari yako nini haikuvunjika kioo? Nikamwambia kuna kitu nimefanya, lakini nimeiombea. Ndio aliniambia gari zinaombewa, please zinaombewa. Yangu ni kuombea, niliombea. Watu wote walikuwa wanagusa wanasema hii kioo ni bulletproof. Bulletproof ya saa ngapi? Unaweka Toyota bulletproof pia. Hiyo ni Toyota car haina bulletproof. Lakini Mungu alizuia ivunjike mpaka windscreen. Kijana alisimama kwa bonnet, anaangusha mawe kwa windscreen yangu, inaruka. Nikamwambia tukiomba vita zote zitatokea Nairobi za kesho ama za siku nyingine, hakuna biashara hata moja itaingiliwa na watu. Tukiamini na kuombe itakuwa hivyo katika jina la Yesu. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba hatujui kwenye biashara zile tunafanya ni dhabihu gani zilitolewa kwa hizi nyumba zikijengwa. Hatujui wale walikuwa na biashara mbele yetu walileta mshauri gani ama mhubiri gani ama mtu gani. Na ndiposa wakati tunafanya biashara tunaweza kukosa kujua kesho itakuwaje. Na kwa hivyo tukifanya biashara bila Mungu, ndio tunaona kifo inatafuta mwenye biashara yule amefanikiwa. Pengine ile vitu unauza haujui zilidedikitiwa kwa nani. Nilienda kutembea China nikaona hizi vitu zote tunauziwa zinatoka wapi. Nikaenda huko kwa factories, wao wakaambiwa mimi ni mfanyabiashara mashuhuri hapa Kenya, wakanifungulia factories mpaka hao wa Chinese wakaniambia we would like to show you our secret that makes us successful. Wakanipeleka kwa priest. Priest wao wamevaa nguo ambazo ziko na gold hapa. Wakaniambia hakuna kitu inatoka kwa factory mpaka huyo apeane ruhusa na aseme itaenda namna gani. Wakaniambia ndio, alikuwa hajui kuongea Kizungu, kwa hivyo alikuwa anafanya hivyo. Mimi nabariki na tukaenda na yeye akabariki pikipiki zikuja hapa Kenya. Pikipiki 3000 alizibariki, na hiyo maji sijui sasa anatoa wapi, maana anatoa hivi anaweka hivi maji, na hiyo maji iko na yellowish, lakini ikifika pikipiki hapa haina yellowish pikipiki. So kila mtu akienda kwa barabara, you go at the mercy of that God, na sio God of heaven. Maana niliwaambia na mimi naamini Mungu wa mbinguni, wakacheka sana wakasema our God, wakanionyesha temple, our God there, not heaven there. Nikashangaa sana. Na nikaona watu wale wa nje, nchi za nje, wanajua sana the supernatural part of business. Sisi tuna deal tuna the physical. Hatujali supernatural. Nasema tu kiusa umeuza. Lakini wao wanajali. Niliona hizo vitu zote wana dedicate. Hizo vitu zote hao watu wao wanakuja na wako na watu wengine wadogo hapo wanawasaidia, wanasema vitu, wanamwaga hizo maji, vitu zinaingishwa kwa manoli zikienda port ziletwe pande hii. Nikasema watu wa Mungu, tugeukie Mungu, dunia imegeuka imeenda kwingine. Sisi ndio tumebaki, tumulilie Bwana. Haleluya. Na ndiposa tumekuja hapa. Kwa hivyo kuna biashara zinabeba kifo na magonjwa kwa sababu ya ile vitu unauza. Dedication yake si mzuri. Na wale wengine mliona tukijengewa barabara na Chinese hapa. Mliona pale Kahawa West zile nguruwe walishinja hapo na busi na vitu vingine. Tuliona kwa TV walileta. Na watu wanacheka wanasema angalia ma Chinese. Lakini hiyo wamejenga barabara, wamemaliza, wameweka yote rami, halafu mara moja wameanza kushinja vitu. Hii inakufundishaje? Ya kwamba wanajua barabara iko na the physical part na the spiritual part. Spiritual yao ndio walileta hizo vitu zote, walichinja pale kwa barabara, wakazichinja, wakamwaga damu, halafu wakasema sasa pitani barabara ni nywe. Sisi watu wa Kenya hata kuombea kitu kama hii tunaona kama ni Mungu amekileta. Nafikiri ni umaskini umetusumbua. Hii kitu imeletwa na Mungu. Kwa hivyo ukisema hivyo hata haujui kimefanywa ibada. Na ndiposa tumekuja hapa kufanya ibada kidogo ndio tuweze kushinda hii mambo katika jina la Yesu.
Na kwa wale wamekuja leo, hii ibada tunafanya hapa sio bure. Hakuna ibada inafanywa na watu wa Mungu ambaye ni bure. Mstari huo mwingine wa 15 tukirudi kwa Biblia unasema, badala ya kusema mwe mnasema hivi mkifanya biashara, Bwana akipenda. Kwa hivyo Mungu akasema kila biashara mnihusishe. Mnihusishe, na Biblia inasema tutakuwa hai na kufanya hivi na hivi. Hata mkihusisha Mungu katika biashara, if you involve God in business, you shall do what you want and when you want it. Even if you don't understand. Bwana asifiwe. Sasa kama hizi vitu zote tunauza hapa, majority zile zimetoka kwa China, zimetoka kwa nchi zingine, zimefanywa zote ibada. Wewe ulileta, hakuna ibada ilifanywa. Sivyo kuja kwa ibada hizi. Tunasema kila kodi tutaleta mwaka mzima. Tumeitakasa katika jina la Yesu. Kila kitu tutauza mwaka mzima. Nisiuzaguze hizi vitu ambavyo nikiuza bado zinaniweka ugonjwa. Nikiuza bado zinaniharibia kwangu. Nikiuza bado zinaingilia maishani. Ndio unaona sasa result ya hizi vitu ambazo hazihusishwi Mungu. Tunauza, tunapata pesa nyingi, lakini ni pesa ya machozi. Unaweza kununua anything, lakini machozi unatoa. Na ni hatari na si vizuri. Mstari wa 16 unasema, lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu, na kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Na Biblia inasema mtu akifanikiwa katika biashara asijigonge kifua. Asema ni mimi, ni akili. Nimetumia common sense, please usijigonge. Kwa sababu hiyo ni njia moja ya kumwambia Mungu, ondoka kwa biashara yangu, nimejiweza peke yangu. Na ndiposa unaona watu wakianza biashara ni wanyenyekevu. Wanakuja kwa kanisa, wanaombewa, wakitaka kwenda safari. Nimeona watu wengine wakiwa wadogo wakienda China, wanakuja sana wamenyenyekea, wamejishika hivi. Ninaenda China. Wewe wabarikiwe. Mimi si waona tena. Ninawauliza, bado unaenda China? Ananiambia hata nimefika jana. Hiyo mambo ya kunyenyekea na kutafuta Mungu ilisha. Nilijua China. Na kwa hivyo mara nyingi tukifanikiwa tunasahau Mungu. Na Biblia inasema kwenye mstari wa 17 ya kwamba kuna madhambi tunafanya ama tunatenda, yale inaitwa sins of commission. They are seriously done in business. Kwa sababu mara nyingine unakuja kwa airport unaambiwa mambo ya taxi mara mbili. Na mimi kwa sababu nilifanya kazi ya kuleta hema hapa Nairobi shamba. Nilipata shida. Hema yangu imefika Mombasa. Nimeitwa na simu. Nimeambiwa na watu wa KRA. Wewe ndiye mwenye hii machuma na hema. Nikamwambia hiyo ni hema ya kuhubiri. Wakaniambia sasa tumeihesabu, tumeona utalipa milioni 4 ndio ingie Kenya. Nikamwambia kwani mnalipisha pesa nyingi namna gani? Wakaniambia vile wamecalculate. Lakini wakaniambia lakini ukikuja mwenyewe tuongee utalipa 1400. Hiyo ni kuweka bishop kwa majaribu ambaye hata shetani mwenyewe anasimama kando ajionee vile bishop. Milioni 4 na 1400 hapo kuna comparison. Nikamuuliza na hii 1400 mbona mnanilipisha na milioni 4 mnanilipisha? Akaniambia hii 400 ni ya wazee. Lakini hiyo milioni 4 ni ya government. Nikamwambia huyo mtu tulikuwa tunaongea naye simu, nimechagua hiyo ya milioni 4 maana hii hema itakuwa inaokoa wenye dhambi. Na tukishikania na shetani hapa, atakuwa nikifanya mkutano anasema tuko company limited na yeye. Na atanisumbua kwa mkutano, hata anaweza kunipiga kwa mkutano nianguke bure. Akaniambia tena semaje? Nikamweleza tena. Akaniambia haya utalipa hizo pesa. Jumapili nimeona kwa kanisa. Ameniambia ni mimi, nimemwambia nimekuja kusikiliza kwani unahubiri namna gani? Na kuambia vile tutafanya usaidike na nisaidike umekataa. Nikasema kwani umeokoka kigani? Nikamwambia kuja ujione, nimeokoka hiki. Siku hiyo nikaruka sana tukiimba kuliko siku zingine. Lakini sasa hiyo ni bishop na mtu wa kawaida akiambiwa hivyo, si hata unaongea kwa simu atumesema nini? Unataka tunanwa. Sasa nikihubiri hata huyo mtu kama ameniangalia kwa TV nikihubiri, siwezi kuogopa, nilishinda shetani. Hiyo pesa tulilipa, tulifanya fundraising, tulifanya nini, lakini tulilipa. Na hema ikakuja na wao wakailete.
Na mimi sijaona serikali ikileta hema. Wanakuja mpaka Nairobi kuona ni nini. Ninaomba ya kwamba tufike mahali ambapo Shaitani hatatushika kwenye tax maana tuko na pesa ya kutosha. Shaitani hatatushika kwenye wizi kwa sababu sisi ni watu wanaogopa Mungu. Lakini saa hii ukiuliza mtu wa biashara anakuambia siwezi kuomba maana sijakaa vizuri. Na ni biashara tu. Ni kuingiza vitu hapa Kenya tu. Wacha tuende chapter 5 verse 1. Nisiwaweke sana lakini hivyo ndivyo ilivyo. Kama wewe haukushinda hapo kuogana, mimi nilishinda. Nazo hizo milioni 4 zimenisugua kulipa karibu miaka 3. Nalipa, naambiwa zimeongezeka. Nalipa. Na sasa kia kishaitani kingine kikiniambia ulitumia ujinga, na kiambia wewe ndiye mjinga. Si kutumia ujinga. Unajua sasa watu wakisikia hivyo wanasema hiyo kitu ungemaliza tu uende. Na kwa hivyo mimi singependa tufanye mkutano kama huu. Shetani anakuja anasema ati tuko pamoja. Na nani? Na anasemanga tuko pamoja maana tumeenda hivi ndio tusucceed. Tumeenda hivi ndio biashara tupate. Kwa hivyo kila mahali ukienda Shetani anakuambia songa si tuko pamoja. Chapter 5 verse 1. Inatuonyesha dangers that come on your way if God is not involved in your business. Nasema haya basi yenye matajiri, lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yao yanaowajia. Biashara inaweza kukuletea mashaka ambaye haukuwa naye katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Biashara inaweza kufanya utafute bodyguard. Biashara inaweza kufanya utafute machuma. Biashara inaweza kufanya kule unakaa uhame uende kwingine. Kwa hivyo biashara ikikuja inakuja na mashaka yake. Na hiyo mashaka ikija ni Mungu tu anaweza kutusaidia. Hata kama na mahali imeandikwa utajiri ukiongezeka wenye kukula wanafanya nini? Ukinunua lori inakuja na vijana. Pesa zikikuja kuna joto zinaleta. Unafura peke yako. Toto wako tote unaona tumefura. Inaitwa magonjwa itakula miili yenu kama moto. Ndipo sasa tumekuja hapa kumwambia Bwana, hatukufungua biashara tugojeke. Kwa hivyo magonjwa ya biashara ikome katika jina la Yesu. Na Biblia inasema ukinona sana peke yako, hiyo ni akiba umejiwekea kwa sababu ya siku za mwisho. Na kwa hivyo ningependa kuuliza wafanyabiashara wako, wale wako hapa, ukiona Mungu ameanza kukubariki, utafuta watu wengine wa kugawia. Usinona peke yako. Ate unaenda kule nyumbani mnapigwa picha ya family picture. Peke yako wewe ndio umekaa hivi. Tule tubutu wako. Tuote tumekaa kama twisted. Magonjwa itakushika. Ndio Biblia inasema. So tunaona zote pamoja. Unaonesha kanaiba. Mungu akikubariki sana, tafuta kama maskini hakawezi kukulipa. Ukakopeshe. Biblia inasema kopesha watu wale hawawezi kukulipa na utahesabiwa kuwa mtoto wa Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo ukiona Mungu ameleta pesa haraka, ndio hiyo mto inakuja isije ikakatika. Ni watu unaweka huko. Watu hao wanakula na hawawezi kukulipa. Ndio watu wale wanakupatia bahati nzuri na kukuondolea mkosi. Na nyinyi mnaona watu wa dini hizi zingine hapana za Kikristo. Si wakianza biashara lazima wajenge dini yao, temple yao. Lazima wajenge hekalu yao. Kwa nini? Kwa sababu wanajua pesa zikikuja kwako sana na zikose kwenda kwa Mungu na kwa watu, utashikwa na magonjwa ya moto. Kanisa. Nilikuta hata wameitana emergency meeting ya kusema sadaka imekuja 50,000. Tukae chini, tujue ni nini tutanunua kwanza. Walinunua vitu ya kanisa yote. Mtu yule ambaye hakuwa na furahi vitu vikinunua. Hata mtu mmoja aliniambia, "Pastor, leo haujapiga makofi." Tukionyeshana hiyo vitu tumenunua. Sasa katika makofi ya nini? Kama nilifanya makosa kwa sababu niko na 50,000 kwa mfuko, ni likely watu wengi wakipata pesa nyingi watafanya makosa. Biblia inasema maskini anajibu kwa mapembelezano, tajiri anajibu bila kuogopa. Laugh. Don't care kwa sababu ya pesa. Sasa ninaomba na nyinyi Mungu awasaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tumutu Mungu ameweka kwa maisha yako twa kukurudisha chini. Kama your sister yule hana pesa,
Ninasikianga mlienda Nairobi ukaanza kujidai huko. Unashindwa hata kasisi kama nitakufanya nini? Mungu amekaweka kurudisha chini, maana umeenda hewani sana na utashika magonjwa ya moto. Anakurudisha chini. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo mtu ujiwekea tu hili tutatu. Hata mimi niliambia wachungaji wetu, chagua kama maskini mmoja awaletee temperature. Na mimi huwa nahakikisha hata kanisani kwetu, kwenye leadership ya kanisa kuna maskini mmoja. Huyo ndio tunasheka hapa, anatuambia na mmewasha kuogopa Mungu. Siku hizi mnashaka sana. Ni maskini. Biashara na unaajiri watu. Usimkosee Mungu wako kwa kuchezea watu wale ambao wanakufanyia kazi. Biblia inasema, angalieni verse 4, ujira wa watu wale walilima mashamba yenu, walifanya kazi kwa biashara zenu, mlioizuia kwa hila inapiga kelele, na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Kwa hivyo ni kusema hata sisi tukibariki, mwaka huu mtabarikiwa. Mwaka huu mtapata pesa nyingi. Msisahau employees. Hawa watu ukiwapatia pesa kidogo kuliko necessary, Mungu ataona na biashara yako itaanza kufungwa pole pole na itakwisha. Hata makanisa tuko hivyo. Kuna mapasta wanakataa kulipa hii watu unaona wanafanya kazi hapa. Kanisa inakuja kufungwa tu pole pole. Maana huyu mtu anapanga hizi vitu, hako na watoto, amezaa kama wewe. Na wengine wameitiwa hiyo kazi kujaza dunia. Sasa anajaza dunia kwa sababu anafanya kazi kwa pastor hamlipi. Unaona kanisa imeanza kupunguka watu, viti ya nyuma inakosa watu. Tunaenda hivyo mpaka ukiangalia unaona imekwisha. Na nyinyi msimalize biashara kwa kuhujumu wafanye kazi wenu. Walipeni pesa ile inafaa walipwe sawa sawa. Enda kwa Ministry of Labor upewe listi ya media na alipangwa pesa ngapi, mtu anafanya kazi ya secretary pesa ngapi, mtu anafanya kazi ya washman pesa ngapi. Lakini kupatia washman ugali, unamwambia hesabu ugali ya mwezi mzima, na makosa wewe si hata wewe upewe ugali hesabu ya mwezi mzima. Msichana anafanya kazi kwa nyumba, mwisho wa mwezi unampatia nguo, unamwambia hiyo nguo ni ya Germany, hata hawezi kuinunua wewe na miezi 10. Si hata wewe ufanye kazi tukulipe na nguo. Angalia jirani vile ana behave. Si unaona vile anapeleka masho, amehujumu watu. Kuna watu wake ile pesa paka unasikia mfanyikazi akisema, umeona vile pesa imeingia leo. Kazi akisema, mshahara mwezi huu mtalipwa, mnaona hata kazi iko chini. Wanaangaliana. Kazi iko chini. Hawa watu wanaenda kukuripoti. Ukisikia kanalia kwa nyumba, Mungu nikumbuke, ni wewe kanaripoti. Baba Mungu, bosi yangu nikunaona tu ananuna peke yake, sisi tumekona. Kwanza kama umenona na wafanyikazi wote, waste ni 28 please. Ukanyanga pole pole, dunia si kwetu. Uko ni kwa Mungu. Hata mimi nafanyanga kazi na Dr. Edward, namwangalianga waste ndio nisije nikalete shida. Na amekaa vizuri mkiangalia, amekaa vibaya kweli. Amekaa vizuri ukiwa na mwaura. Watu wanaenda vizuri. Kwa sababu Mungu anaweza kuniona nimenona peke yangu. Nimeshaini peke yangu. Peke yangu ndio tu naendesha kazuri. Hao wengine wanasema ni employees, they don't know anything. But they know to eat. Everybody knows how to eat. So nikuulize, kuna pesa umeweka ya mfanyikazi inapiga kelele kwa duka yako, inapiga kelele kwa biashara yako, hiyo pesa ondoa. Lipa mwenyewe, kelele ikwishe, biashara inuke katika jina la Yesu. Na tena ya mwisho Biblia inasema verse 5, kuibia nyimbo na hapa hoteli kingine kama ifunguliwa na hapa super highway. Unaenda kumwaga pesa ya biashara hapo, watu ambaye hawakufanyia kazi unawanunulia vitu bure. Ambia hawa hiyo lunch yao yote ya meza, enda ulipe msichana wako wa kazi, wachana na hii watu. Hiyo watu wataka kuna siku watakuja kufagia kwako. Ile watu wanakufagilia kwako, wanaosha uchafu wako, bafu yako wanaosha kule uchafu yako umeenda, enda uwalipe vizuri. Mungu akiwa mbinguni ataona na atakuinua katika biashara. Sisi tusiwe watu wa kubarikiwa na biashara miaka 5, mwaka wa 6 hatuna kitu. We want you to be blessed until you are old. Inaitwa poor finishing. Kwa hivyo tunamaliza poor finishing kwenu katika jina la Yesu. Mumalize kama matajiri. Umalize ukiwa uko na manyumba mengi. Sio unamaliza unaenda kijiji kutulaani.
Mkikosa kuniletea pesa, msikuje kwa mazishi. Wewe ni mtu wa kusema tusikuje kwa mazishi? Ubarikiwe. Haleluya. Mpaka mazishi yako tukose kwa kukaa, lakini si kusikia alisema msichana wake asikuje kwa mazishi. Hata kijana mwingine wake alisema ati alikataa kumletea chakula asikuje kwa mazishi. Tunaomba you finish well in Jesus name. Na kwa hivyo leo nimeondoa bahati mbaya na mikosi kwa maisha yenu kwa maombi mbele za Bwana katika jina la Yesu. Mkosi iwaondokee. Jambo la pili, kuingiliwa na watu wazito kuliko wewe kuondoke katika jina la Yesu. Mnajua watu wazito? Mtu anakuelekea hivi mpaka unatetemeka mpaka miguu. Mpaka mke wako anakuambia kama ni huyo. Mnakumbuka hapa ni vile aliambiwa na mkewe. Umeanza kuanguka mbele ya Myahudi, umeisha. Na ni mkewe anamwambia. Imagine umeelekewa na mtu mpaka mke wako anakuambia sasa tuombe. Hata nitaleta pasta nyumbani. Tunataka mambo haya ikwisha katika jina la Yesu. Watu wale wazito kibiashara kuliko nyinyi tunawakataza kuwaingilia katika jina la Yesu. Na wasiwafungie njia zote za biashara katika jina la Yesu. Mtu akiona mfereji ya pesa yako mahali inakuja asifunge katika jina la Yesu. Na hii maneno ninaongea haitaanguka chini bure. Itatutetea katika jina la Yesu. Kwa sababu kuna watu wengi ambao Mungu amebariki, lakini kuna mtu anafunga nini? Mfereji. Na kuna watu wale mlikuwa level moja umewawacha, alafu sasa wanaanza kukutengenezea story za social media. Baba wa mbinguni katika jina la Yesu, ninaomba kwa sababu ya watu hao wamesimama wafanye biashara. Wamesimama kwa sababu ya maumivu wanayopata wakiaibika na kuaibishwa na mabenki na institutions zingine za pesa na watu binafsi wakiwaitisha pesa zao. Lakini leo katika jina la Yesu nachukua mamlaka na nguvu kinyume cha roho ya madeni na kuiangusha chini katika jina la Yesu. Ninaombea watu hawa Baba, kama vile ulisema wawili wetu wakikubaliana jambo hapa duniani itafanywa na wewe ukiwa mbinguni. Nimekubaliana na watu hawa ya kwamba roho ya madeni imeshindwa katika jina la Yesu. Na ya kwamba kuanzia siku ya leo madeni hayo itaanza kulipika moja kwa moja. Utawapatia nafasi ya kuvuna. I pray for harvest in the name of Jesus. Wavune, warudishiwe vitu vyao vimefungiwa miaka nyingi. Madeni ikwisha katika jina la Yesu. Na nimeomba hili nikiamini mbele zako Bwana, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Nani chini hiyo mambo imeisha. Wafazia sasa hizo vitu hata zikimwagwa kwa wingi, hakuna kitu zitafanya maishani. Hizo vitu hata zikifishwa kwa duka yako, hakuna kitu zitakufanya. Simama na ukiona haurogwi bado haujafika mahali pale ninasema juu yake. Kuna mahali unafika hata ukiwa mhubiri unaanza kurogwa. Lakini kuna wahubiri hawarogwi maana hawana impact. Haya, simama ni wale wote wanapigana na ushawi. Baba katika jina la Yesu, tunajua ya kwamba tumekutana watu wa aina nyingi kwenye city. Na tumekutana na watu wana imani katika ushawi. Tumekutana na watu wanaamini katika mambo ya kwenda kuchukua ushawi Mombasa, kuchukua ushawi Ukambani ama kwingine na kuleta kwenye maduka na kusumbua watu. Kuleta ushawi katika masaluni, kuleta ushawi katika makinyozi na vitu vingine mpaka hizo biashara zinafungwa. Katika jina la Yesu Kristo ninakuja kinyume cha ushawi kama vile imeandikwa katika Biblia ya kwamba hakuna ushawi kinyume cha Waisraeli. Hakuna uchawi kinyume cha watu wa Mungu. Nimeubalisha nguvu kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Na ninaombea watu hawa ushindi. Ushindi kuanzia siku ya leo. Hata ikiletwa ile nyekundu haitawaafect hata kidogo. Na haitawaingilia hata kidogo. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tuombee wagonjwa. Watu wale wote wako na wagonjwa hospitali.
Yakobo alilala mahali kishakani, akaota ndoto, akaona malaika wakishuka kutoka juu mbinguni, wakikuja na wakienda. Aliamka akasema, hakika hapa ni nyumba ya Mungu. Sisi tumekuja hapa kama Yakobo kwenye mahali ambapo si kanisa, na tumesikia roho wakikuja, tumesikia malaika wakishuka wakienda juu. Tutafanya vile Yakobo alifanya. Alimwaga mafuta kwenye mawe msituni, na ni mafuta ambayo alimwaga kwenye mawe, ambayo hiyo mawe haikurudi kujengwa kanisa, hiyo ilikuwa kishakani. Lakini alipomwaga mafuta alifanya agano na Mungu, akasema, mambo yale yote Bwana umesema na yale yote nimekuambia itimie, na nitarudi kukuambia asante. Na kwa hivyo na sisi tunamwaga mafuta hii itukumbushe mawe hii ambaye tulikuja hapa na Mungu akashuka akienda juu mbinguni. Tumwage mafuta hii ya ukumbusho, tuseme ya kwamba biashara zote ziko eneo hii ya City Center. Maombi yale tumeomba itatimia katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Na Bwana, tunamwaga mafuta hayo yote hapa, tukiomba ya kwamba kama vile Bwana Mungu tumeomba maombi hayo yote itatimia. Nimemwaga mafuta hiyo kwa mawe hii na kusema ya kwamba baada ya siku nyingi mambo yale yote tumesema hapa juu ya viongozi wetu, juu ya nchi yetu, juu ya shilingi ya Kenya, juu ya wafanyi biashara, juu ya miili yao, juu ya familia zao, juu ya watoto wao, mambo hayo yote mazuri itatokea. Na mafuta hii nimemwaga katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Siku zote